Sekta ya ukulima wa miwa humu nchini yaonekana kuchukua mkondo mpya baada ya shirika la Kenya Sugar Board kunoa makali yake na kuanza kuelimisha wakulima kuhusu faida na uzuri unaokuja katika ukulima wa miwa. Mapema hivi leo maafisa hao walijumuika na wananchi na kuwarai kujiunga na shirika za ukulima ili wanufaike. Hata hivyo, Bwana Stephen Ololtele Kiptela ambaye anaonekana kumezea mate kiti cha kaimu mwandamizi kwenye nyanda ya chini ya magharibi alisisitiza kuwa yeye yu tayari kuleta mabadiliko maridhawa katika sekta hiyo. Kwa majina naitwa Kiptela Ololtele Stephen, aspiring director Lower Western Region, representative for farmers. Cha kwanza ninashukuru Kenya Sugar Board kukuja na hiyo nini ya financing. Hii inaenda kujenga wakulima kwa njia mingi. Cha kwanza loan yao iko na interest ya chini sana. Kuna ile kama huko kwa association unachajua 4% na kama hauko kwa association unachajua 5%. Na venye unalipa hiyo loan ni rahisi sana. In 60 months you are supposed to pay in 3 installments. One after 24 months, the other one after 18, then another one after 18. Hiyo inakuja after 60 months. So hiyo hata ukiwa lazy namna gani ama ufanye namna gani, lazima hiyo loan unaweza lipa. Cha kwanza unaweza lipa ukate miwa mbegu, uireplant tena ukiongoja 24 months ifike. That is utakata miwa mbegu kama iko na 9 months kama hii ama 10, ureplant ifike tena for 24 months. Alafu uchukue ile pesa ile nyuli reinvest na hii yote ukikata mbegu, alafu ulipe once. Na hiyo pesa nyingine hata interest rate inarudi chini, ni utakuwa umemaliza nao unachukua nyingine. Hiyo itakuwa imedevelop. There is what we call multiplier effect kwa ukulima ya miwa ama kwa nyanja za biashara. Hiyo which means umelipa loan na umechukua nyingine na miwa yako bado unakata. Relationship between farmers and the millers inabidi kuwe mzuri sana. Kwa mfano kulimiwa, kuletewa mbegu na kukatiwa miwa. Hiyo ndio imekuwa kizungumkuti kwa wakulima wengi na hiyo ndio imediscourage wakulima wengi sana kuingia kwa ukulima wa miwa. But tukielewana na millers, hii vitu yote ifanywe on time. These are the two when the millers adhere to the two principles of sugarcane farming, that is timely service and quality service, then everything will be okay to any farmer. Alafu cha pili, kuna baadhi ya vitu, kuna hii loan yenye imeletwa. Hii loan iko na riba ya chini sana. Hii itafanya mkulima yeyote aweze kuingia kwa ukulima wa miwa kwa urahisi na afanye ukulima wa miwa kwa rahisi kwa sababu atakuwa na pesa na ako na shamba. Wao kuwa na imani na mimi na kuwa na imani na mimi kwa director wao. Vitu ambavyo unafaa ukue nazo ili uchague mtu kuwa director, ni lazima uwe mkulima wa miwa. Na kuwa mkulima wa miwa uwe contracted na mila yeyote. Cha pili, uwe na statement within 24 months tangu upeleke miwa yako kwa mila, ama uwe na hii delivery note yenye umepeleka tu miwa wapi kwa mila. Hiyo itakuwa inaonyesha wewe ni mkulima halali wa miwa. Hasa hapo utakuwa na qualify kunivotia. Na mimi nahisi mkulima yeyote ama wakulima wale ambao wameweza kukata miwa na kampuni yeyote, waende kwa mila penye wali supply miwa, wachukue statement zao ama wachukue contract zao. Ili ikifika kuverify register, wewe na hizo documents, ama ikifika wakati wa kupiga kura, wewe na hizo documents ili waweze kunipigia kura kama director wao ambao wanaingia kwa ukulima ya miwa. Tumetoka sasa kwa mkutano nimesema hivi. Tunataka millers wakuwe guarantors wa wakulima kwa kuchukua pesa ya Kenya Sugar Board. Wao contract yao iwe inasainiwa na advocate yeyote wa kufanya hiyo nini ikuwe legal and binding, ili mtu asijaribu kupochi miwa yake kama hiyo miwa imetumiwa kama collateral security ya kuchukua loan. So hao wakulima wakichukua loan inaweza wa boost ili walime mashamba mengi ama ifanye kazi yao ya ukulima wa miwa iwe rahisi. Najua ukiwa na pesa kufanya kazi yote ya miwa ama biashara yote inakuwa rahisi. Mimi naomba munichague, vote for Kiptela so that together we can sweeten our future. That is my slogan. Vivyo hivyo amesema kwamba anaomba wananchi wote wakumbatie ukulima wa miwa na kuwahisi wamchague katika uchaguzi unaokuja. Walikuwa wakizungumza katika eneo la Simbachai kwenye wadi ya Mkura ya Kati kwenye afisi ya chifu wa Kaujakto. Nikiripotia Clay Press TV, langu jina ni Cletus Ojango.